Uhuru Kenyatta. Kwanza, kama vile nilivyosema last time, hatutakupigia kelele tena, na hata mimi mwenyewe kama nimewahi kukukwasa nisamee, lakini pia wewe kubali, kwa sababu wewe ni mtu unajua kanisa, at least unajua Biblia. Ukweli ni mzuri. Usiseme hatujasaidiwa kikazi. From 2013 to 2017 tulifanya kazi vizuri sana, kwa sababu ulikuwa unatuita BG, una consult, unafanya kazi na naibu wako, mambo yalikuwa mzuri. Lakini wewe ulitufukuza my brother, alafu una blame sahi vita ya Ukraine na Russia. Uchumi iliharibika before hii maneno ya Ukraine ya juzi, my brother. Uchumi yako iliharibika before corona, my brother. Wakati ulianza kuweka watu kwa DCI, ukafukuza na biashara, ukafunga watu, wakimbisha kina Keroche na kila mtu na sisi wote, ukatufukuza. Ukaita naibu wako ukamwambia ndio ufanye kazi peke yako. Sasa mbona unadanganya Wakenya, ndugu yangu? Wakenya sio wajinga, wanaelewa penye shida iko. Wacha ni kwa advice, kwa roho safi, omba msamaha watu wako, utuite, utuambie tusameane. Sisi ni binadamu, tutakusikiza, na ile tunaweza salvage ikiwezekana. Usiende nyumbani na uchungu. Ni hatari sana uko na pesa, uko na kila kitu, uko na nini, roho yako ni mzito, my brother. Hata salamu ya Mungu unakataa, na kwamba unyenyekevu, kwamba msamaha sio shida. Watu siku hizi wanaomba msamaha mpaka mabibi yao. Ngoja kuwa tu wewe ni kiongozi Kenya 1. Si useme tu jameni, kama nimekosea tusameane na tuende mbele, kwa sababu ni kama vile hata mtu anataka kingine, hata mtu kutaka zingine akisikia mwili yake sio mzuri, hata mali yake kataa Yesu kabisa na kataa Mungu, lakini nafikanga mahali anasema nimeokoka, na baadaye wanasemanga kwa mazishi yake mtu aliokoka na anaenda mbinguni. Hata wewe kama unaenda nyumbani, sema tu jameni, nataka kwenda nyumbani kwa njia mzuri, kama tumekosana sisi wote hapa na pale tusameane. Simple as that. Wacha hii kelele unapiga, haitakusaidia.